Wito wangu kwa vijana, tufanye kazi. Bahati mbaya wako vijana wenzangu wakiambiwa nendeni mkafanye kazi ili upate tija wanachukia. Niendelee kuwasihi vijana wenzangu, twendeni tukafanye kazi. Kazi unayoifanya wewe sio lazima ifanane na mwenzako. Wewe fanya kazi ambayo itakupa tija. Lakini ukija kwenye vitabu hivi vya leo ambavyo tumekwenda kuvizindua, ni vitabu ambavyo vinaonyesha maisha ya vijana wanapoanza maisha yao ya kukua, wanapokuwa mashuleni, tabia wanayoweza kuikuta mashuleni. Wakati mwingine wanakuta tabia za kuiga, lakini sio zile tabia halisia. Lakini wengine wanakuta zile tabia za social media. Leo hii unamkuta mtu anaposti yuko kwenye gari ya aina fulani, ile ni tabia ya social media, lakini sio maisha yake halisia. Wewe sasa unaenda kuiba kwa wazazi ili upate ile maisha ambayo sio halisia. Leo hii ukienda Ulaya utamkuta mtu anajiposti Ulaya ana mali nyingi, lakini baba yake na mama yake wanaishi kwenye nini? Kwenye apartment. Sasa kuna uhalisia wa maisha na maisha halisia ya mtu ambayo unakuwa nayo. Leo hii tunazindua vitabu viwili nilivyoviandika mimi. Nasema tunazindua kwa sababu sio jambo langu mimi peke yangu, ni jambo langu mimi na wenzangu, lakini letu sote, kwa sababu nataka niifikie jamii nzima. Kitabu hichi cha Hatimaye Iliyofika cha kwanza cha upande wa kushoto, hichi nimemtumia mhusika mkuu mwanamke, maana yeye ndo anaenda kufikisha maudhui na fikra ambazo nimetamani kuzifikisha kwa watu, yeye akiwa kama mhusika mkuu mwanamke. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu naamini mwanamke akipita kwenye changamoto na akaweza au akafuzu changamoto hizo, wanawake wenzake wanaona na sisi tunaweza. Lakini mwanaume atakapoona anaona kabisa mwanamke ameweza, mimi nashindwa vipi? Kwa hiyo ni mwanamke ambaye akiwa shuleni alikutana na changamoto nyingi sana kipindi cha janga la corona. Kwa wakati wa lockdown yeye alipata changamoto za masomo shuleni, akaingia mtaani, na hata familia ilishindwa kumpa support kwa wakati huo. Kwa hiyo zile changamoto amekutana na nini? Amekutana na mambo gani? Nimeyazungumza ndani na namna ambavyo ameweza kuyafuzu yale mpaka kufikia hatima yake. Na akiwa ndani ya changamoto hizo, kuna wakati alifika anaona kama hatima yake ilifitika, kwa sababu alikuwa na malengo. Na malengo yale ni ya kwetu sisi. Mwenyezi Mungu ana kudra zake. Sasa humo nimejaribu kuchambua ndani, ili mwanamke atakayekuja kusoma au kijana wote atakayekuja kusoma akubali kwanza na aone kwanza changamoto hazitukuti sisi peke yetu. Kuna watu zinawakuta pia changamoto. Na mfano wao ni binti Kudrat wa kwenye kitabu hiki. Katika Kivuli cha Ulimbukeni ni kitabu chetu cha pili. Kwa nini nimesema katika Kivuli cha Ulimbukeni? Ulimbukeni kwa maana fupi ni ushamba. Sasa kuna watu wengi tuko kwenye kivuli hiki cha ushamba tukiamini tunafanya mambo sahihi. Kwa hiyo nimezungumza sana kuhusu maisha ya vijana na mambo wanaoyafanya. Kwa hiyo mengine yanaleta athari mbaya na mengine yanatutengenezea, lakini mengi ambayo yanatuharibia nimeyazungumza ndani kwa mfumo wa visa. Kwa hiyo kijana atakayesoma, naamini ndani ya kitabu hiko hawezi kukosa kisa hata kimoja cha kufanana na alichokutana nacho yeye. Na kama akitofanana na alichokutana nacho yeye moja kwa moja, basi atakuta kisa ambacho kuna mtu wa karibu yake kimewahi kumkuta au amewahi kusimuliwa kuhusu kisa hiko. Sisi kama wazazi wake tumeweza kumsupport kuhakikisha kwamba hicho kitabu ama hivyo vitabu wanavizindua, na ukizingatia kwamba kama hiki kitabu kimoja, hii Hatimaye Isiyofutika, alikiandika nakumbuka akiwa form 4, sio kwa miaka 16 alianza kuandika. Pale alipoanza kuandika alitutumia mimi na baba yake. Tulichofanya tukamtafutia kwanza mtu wa kumhariri ili apitie akiangalie kile kitabu, lugha iliyotumika na dhamira kile kitabu, wahusika wale na kila kitu angalie na kusaidia kuandika kwenye Kiswahili sanifu. Kwa hiyo akawa anaenda hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunamsupport kwa maana kwamba tunaweza tukamuonyesha kwenye hatua hii kamuone fulani, anakwenda kwenye hatua hii kamuone fulani, pale inapohitajika fedha tunatoa fedha, pale inapohitajika mtu wa kumshauri anamshauri, anamuelekeza, yani zile connection tulikuwa tunajaribu kumuonyesha kwa kiwango kikubwa sana mpaka kwenye hapa hatua iliyofikia. Lakini niseme kwa asilimia kubwa amefanya mwenyewe. Nikisema amefanya mwenyewe kwa maana gani? Yani yeye ndiye anayetusukuma sisi. Yani wewe mzazi huwezi ukakaa ukaanza kufikiria kwamba huyu kesho anataka azindue kitabu kwa mimi nifanye hivi na hivi. Ila yeye mwenyewe anasema nataka nizindue kitabu tarehe fulani. Sasa katika kuzindua kitabu natamani fulani awepo, natamani nimuone fulani, natamani kwa hiyo unamsikiliza. Sasa pale unaangalia kumbe anatamani amuone fulani. Kwa hiyo sasa na wewe unaanza kumwambia, yani kumtengenezea connection, au unampigia simu yule mtu ambaye anataka amuone, unamwambia nenda kamuone huyu, unampigia simu, mwanangu anakuja na jambo lake naomba umsaidie. Kwa hiyo yeye ndo anahangaika kutuonyesha njia, alafu sisi ndo tunasupport.